Usiposimamia vizuri kama viongozi wa serikali na viongozi wa dini, hayo mambo hawezi kutokea. Na kwa sababu hiyo tumejifunza yale yaliyotokea Oktoba 29. Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi tena yale yaendelee kutokea katika nchi yetu. Tunapaswa kuiombea na kuilinda nchi yetu. Hatupaswi vurugu wala maandamano yaliyosababisha maafa na uvurugu aina yote. Hatupaswi yatokee tena katika nchi yetu. Tunahitaji amani tawala. Halo, tunahitaji furaha tawala. Lakini pia tuendelee kuombea rais wetu. Yako mazuri ambayo rais wetu amefanya, lazima apongezwe. Rais wa kwanza mwanamke kukaa kwenye madaraka na kuongoza nchi, amefanya mambo mazuri. Hebu tupige makofi kwa ajili yake. Pengine ana madhaifu yake, yeye ni mwanadamu bwana, hakuna malaika. Pengine ana madhaifu yake, lakini bado anastahili apewe heshima yake. Kama kiongozi wa nchi, apewe heshima yake. Ukisoma Mhubiri sura 10 mstari wa 20, anasema kwamba neno hili linasema hivi. Subiri nukuu kitabu cha Mhubiri. Usimlani mfalme, la hata kwa wazao lako, wala usiwalani wakwazi wa chumbani mwako, kwa kuwa ndege wangani wataichukua sauti, na mwenye mbawa ataitoa habari. Bwana Yesu asifiwe. Anasema usimlani mfalme. Maana yake tunaposema mfalme ni rais wetu anayetuongoza, na Biblia inasema usimlani mfalme wala kwa wazo lako. Sasa nashangaa katika nyakati hizi tulizokuwa nazo, mtu unathubutu kutukana rais na kumlani rais, unatamani afe wewe. Kwa nini unatoa hukumu? Kila mmoja ana wajibu kuilinda kwa maombi, kuilinda kukemea fujo, kulinda kukemea uharibifu, kulinda kukemea maandamano, kulinda kuikemea wale wanaosimama na kumtukana rais, kukemea. Yaani kila mmoja awe wajibu, awe balozi mzuri. Unapoona jambo lolote linalozungumzwa vibaya, wewe uwe balozi wa kuiwakilisha nchi yetu. Haleluya. Ukiona mtu mmoja anamtukana rais wetu, wewe uwe balozi wa kuwakilisha nchi yetu. Ukifanya hivyo, tutapata amani.